Mungu akubariki sana. Karibu kwenye channel yetu ya kutafsiri ndoto. Na leo ni bila kupoteza muda, ningependa kutafsiri ndoto ya kuota unaendesha baiskeli ama umeibiwa baiskeli ama unaendeshwa, yani wewe ni abiria kwenye baiskeli, ama baiskeli yako imeharibika, ama kuna mtu anaharibu baiskeli yako, ama umeota unapambana kupanda baiskeli, ama umeota unapambana kuendesha baiskeli, ama umepanda kwenye baiskeli unaendesha lakini ili kuendesha lakini unashindwa kuiendesha, ama umepata ajali. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu nitatafsiri ndoto hizi zote ili wewe mcha Mungu upate kuelewa na uweze kuchukua hatua. Amina. Sasa uendeshaji wa baiskeli, tambua kwanza kuna vitu hivi vitatu. Ni kwamba unahitaji umakini. Baiskeli inahitaji umakini kwenye kuendesha, na baiskeli pia inahitaji nguvu, sio kama pikipiki, sio chombo cha moto. Kwa inahitaji utumie miguu yako kusukuma, kwa ni kitu ambacho kinahitaji nguvu. Lakini pia baiskeli inahitaji bidii. Unaweza ukaendesha pikipiki kwa urahisi, lakini baiskeli inahitaji bidii, kuna kuchoka, kwa inahitaji bidii. Kwa hiyo kwa kifupi, baiskeli inahitaji vitu vitatu: inahitaji umakini, inahitaji nguvu na bidii pia, katika jina la Yesu. Sasa ukiota unaendesha baiskeli, nini maana yake? Kuota unaendesha baiskeli ni kitu kinachofurahisha, wakati mwingine kinatisha. Na ukiota inawezekana kwa unaendesha baiskeli ama wewe ni abiria kwenye baiskeli. Lakini tuanze, unapokuwa umeota unaendesha baiskeli, nini maana yake? Unapokuwa umeota unaendesha baiskeli, ni maana yake kwamba maisha yako, wewe ni mtu ambaye hauko tayari kukata tamaa. Unapambana kuyaokoa maisha yako, unapambana katika kazi yako, na Mungu yuko upande wako. Unapoota unaendesha baiskeli, maana yake kwamba Mungu yuko upande wako na utafanikiwa kutimiza hatima ya maisha yako kwa kile jambo unalofanya. Labda ni huduma, ni biashara, ni kazi, Mungu atakubariki na atakufanikisha. Pia unapaswa kuwa makini kama nilivyotangulia kusema katika uendeshaji wa baiskeli. Hivyo unatakiwa kuwa makini katika maamuzi yako, uwe makini katika kazi yako unayoifanya, uwe makini katika kazi yako unayoifanya au biashara yako, ama katika huduma. Utumie nguvu na bidii pia kuweza kutimiliza, amba hivyo vitu vitatu ukivitimiza, kile ambacho umekiota basi kitafanikiwa. Na ukiota sasa unapambana kupanda baiskeli ama kuiendesha, unapambana kuipanda ama unataka kuiendesha, maana yake ni kuwa umepata shambulio la kiroho. Hilo ni shambulio la kiroho ambalo lengo lake ni kuzima hatima ya maisha yako, wewe usifanikiwe katika jambo lile unalotaka kulifanya. Maana kuna baiskeli tayari, unayo mawazo, unayo nia, na unayo idea nzuri kabisa, ndio maana umeshika hiyo baiskeli. Sasa kwenye kuipanda, katika kuanza zile hatua ili uipande, sasa uanze kulifanyia kazi lile wazo, lile jambo ama ile wito Mungu aliyokuita, unakuta unashindwa. Maana kuna shambulio linakushambulia, aidha ni familia ama jambo lolote lile, kukuzuia jambo ulilolipanga basi lisifanikiwe. Na unakuta usipoomba, ukianza tu kutatokea mambo ya kuzuia lile jambo na jambo lako halitaenda. Pia kuota kupanda bila shida, ama unapanda baiskeli yako bila shida, umeota umeshika baiskeli na ukaipanda bila shida na ukaanza kuendesha, manake hautapata ugumu katika safari yako, na Mungu yuko upande wako. Katika jambo unataka kulifanya, iwe ni kazini ama ni huduma, basi litafanikiwa kwa urahisi, kwa sababu Mungu atakuwa analifanyia backup ama yuko upande wako. Lakini kuota kuna mtu kaharibu baiskeli yako, nini maana yake? Ni kuwa hii maana yake kwamba pia umepata shambulio, na shambulio hili umepata kutoka katika madhabahu za familia. Ukiota baiskeli imeharibika ama kuna mtu anaharibu baiskeli yako, haya ni mashambulizi ya ukoo, mashambulizi ya familia, roho za mizimu, ama roho za ukoo wa familia zinashambulia maisha yako. Ukiota kwamba mtu ameharibu baiskeli yako, maana yake ni shambulio, wanaharibu hatima yako,
wanaharibu maisha yako. Ukiota sasa umepanda baiskeli lakini unashindwa kuiendesha, umeshapanda unashindwa kuiendesha, maana kuna mtu anazuia jitihada zako katika maisha yako, na unahitaji umakini katika kuchukua maamuzi, katika kuchukua hatua. Maana kuna mtu anazuia jitihada zako, wewe unapambana anazuia jitihada hizo katika ulimwengu wa giza, aidha katika ni wakala wa shetani, ama ni mchawi, ama kuna roho za uchawi zinashambulia maisha yako kuhakikisha kwamba utashindwa kuyaendesha maisha yako. Wewe mtu wa kifeli, wewe hohae, choka mbaya, huduma isikue, biashara isikue. Hilo ni shambulizi la kiroho. Lakini pia ukiota unaendesha baiskeli ukapata ajali, ukaona umepata ajali, maana yake kuna vitu ama kuna vita, kwa maana vita hiyo ambayo lengo lake ni kukwamisha azma yako, vita ya kuzuia, ni vita vikubwa sana ya vizuizi, ili kwamba wewe usifanikiwe katika maisha yako. Unapoota umepata ajali kwa baiskeli, maana yake ni kukwamisha kwamba usifanikiwe. Na kama kuna jambo unalifanya, basi kujiandae, kuna jambo kubwa litatokea ama hasara kubwa itatokea na kuharibu kabisa biashara, huduma, makazi unaifanya. Maana ni vita kubwa ya kuharibu maisha yako ama jambo unalolifanya. Nimalizie pia unapokuwa unaota sasa baiskeli, kabla kumalizia baiskeli iliyoibiwa, baiskeli imeibiwa. Hiyo ni mipango ya adui katika kuiba baraka zako na kukuondoa kwenye mpango wa Mungu kwa hatima yako. Baiskeli imeibiwa, maana yake kila wazo lako limeibiwa, mipango yako kuna mtu mwingine anaitumia. Kuna watu wengine wameamua kuvamia na kuchukua kilicho chako na wanakitumia kule kwa faida yao. Kwa hiyo inahitaji maombi kukomboa kile kilicho chako. Na Waswahili wengi wanasema si kuibiwa nyota, kuibiwa baraka zako, lakini kwa kifupi ni watu mawakala wa giza, machawi, wanaiba kile ambacho Mungu amekupa. Lakini pia ukiota kwamba wewe kwenye baiskeli, wewe ni abiria, umekuwa abiria kwenye baiskeli, umepakizwa na baiskeli. Mara nyingi unakuta mtu anaota ni abiria, dereva anakuendesha, hujamwambia nipeleke huku, yeye anakuendesha, anakutaka yeye. Unapoota wewe ni abiria ama kuna mtu anakuendesha usikokujua anakupeleka, maana yake inaashiria kwamba huwezi kuwa na maamuzi, huwezi kuwa na maamuzi katika maisha yako. Ipo mamlaka ya giza, mamlaka ya uchawi, ambao yao wenyewe ndio wana control, wanaamua wewe uende leo lini upate pesa na kwa kiasi gani, pesa usipate, jambo unalolipanga liende vipi, lisiende vipi. Unakuta una mipango mizuri kabisa na unajua kabisa hii ikitimia itafanikiwa. Kitatokea jambo tu ghafla linaharibu kila kitu, unashangaa kwamba ulivyopanga sivyo, umewekeza, biashara zinakufa. Maana yake ipo mamlaka nyingine yenye inaamua hatima ya maisha yako iende vipi. Wanaendesha maisha yako, wanakupeleka usipopataka, usipopajua. Maana hiyo ni mamlaka ya giza ya ukoo, nayo hizo ni roho za ukoo ulikozaliwa ama unakotoka, ndio wanaendesha maisha yako wanachotaka wao. Kwa hiyo unapokutana hizo ndo tafsiri ya baiskeli. Nimejaribu kuichambua katika vitengo tofauti. Mwingine atauza baiskeli katika staili hii na mwingine katika namna nyingine. Sasa inabidi jambo hilo unapoota uingie katika maombi ya kukomboa hatima yako, ya kukomboa maisha yako. Ingia katika maombi, nikupatie vichache prayer point chache hizi. Katika jina la Yesu sema nguvu, na katika jina la Yesu navunja mamlaka nguvu za giza zinazopambana kutawala maisha yangu. Ninavunja mamlaka ya giza inayopambana kutawala maisha yangu katika jina la Yesu. Navunja mamlaka ya giza inayopambana kutawala maisha yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Pili, navunja mamlaka yote ya kichawi inayotawala maisha yangu. Naivunja mamlaka yote ya kichawi inayotawala maisha yangu na kuniendesha wanavyotaka wao. Inavunja roho zote za uchawi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pia prayer point nyingine, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu, inavunja kila mapando ya giza yaliyopandwa katika hatima yangu. Ninayang'oa na mizizi yake katika jina la Yesu. Katika nguvu ya jina la Yesu na mamlaka ya Roho Mtakatifu, inang'oa mapando yote ya giza yaliyopandwa katika maisha yangu na hatima yangu katika jina la Yesu. Prayer point nyingine, Baba, katika jina la Yesu, komboa nafsi, roho na mwili wangu. Sasa hapo ingia katika maombi ya komboa nafsi, roho na mwili wako, maombi ya vita katika jina la Yesu.
Pia mwishoni, kabidhi maisha yako kwa Kristo. Na yafunika maisha yangu, sema na yafunika maisha yangu kwa damu Yesu, roho yangu kwa damu Yesu, na hatima yangu kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Nimekupatia prayer point hizi chache, na Mungu akubariki, na utaomba zaidi kadri Mungu atakavyokuongoza. Ningekushauri funga siku 3, kutafutari saa 12 jioni, na ingia kwenye maombi muda siku 3 ya kuvunja roho yote na kukwamisha mipango na maendeleo yako. Tutakutana katika video nyingine, na Mungu awabariki. Naitwa mchungaji Jacob Abraham Remamu. Asanteni sana.